Huyu mzee anaitwa Chief Williams. Ni mtu mwenye huzuni sana katika maisha yake. Hii ni baada ya kumpoteza aliyekuwa mke wake. Huyo unayemuona katika picha ni marehemu mke wake. Alimpenda sana mwanamke huyu, lakini ndio hivyo, Mungu kamchukua. Kila akimtazama anaona kama taswira ya mke wake enzi za uhai wake, hivyo anaingia huzuni sana. Punde anakuja kijana wake Steven ambaye anamwambia baba, calm down mzee, tumempoteza mama. Najua inauma kiasi gani kumpoteza mkeo huyo unayemuona hapo, hata mimi ni mama yangu, lakini nikuombe mzee, tuliza akili sasa na ujaribu kumsahau. Mzee anasema alikuwa ni mwanamke mzuri sana ambaye mpaka sasa anaendelea kumkumbuka. Kijana anaelewa kwamba mzee anapitia changamoto kubwa kiasi gani, na yeye pia ni miongoni mwa watu wenye huzuni kwa sababu huyo ni mama yake, lakini wanafarijiana tu kwamba kweli tumempoteza, alikuwa ni mwanamke mzuri sana katika dunia hii, tutazidi kumkumbuka sana. Lakini mzee anasema, nashukuru kwa yale ambayo alikuwa anatamani yafanikiwe mwanangu. Kwanza nikupongeze, mamako alikuwa akihitaji uwe msomi mkubwa sana. Leo hii kweli hapo ulipo ni engineer, umesoma nje ya nchi, una mafanikio makubwa, hilo najivunia kwako. Na hata mama yako huko alipo atakuwa anafurahi kwa sababu ni miongoni mwa vitu alivyokuwa akitamani kuviona kutoka kwa mtoto wake. Hivyo naamini amepumzika salama baada ya kuona hayo yakitimia. I'm very proud of you mwanangu. Asante sana kwa ajili ya hilo, na tumemheshimisha sana mama yako, japo kila nikimkumbuka na kuwa ni mtu mwenye huzuni sana. Basi Steve akamfariji baba yake na kumwambia, baba usijali, haya yote ni mipango ya Mungu. Sisi tulioko duniani tuishi imara na tuache kuendelea kuhuzunika. Zaidi sana tumkumbuke na tumuombee huko alipo. Chief William akasema, kweli mwanangu, haya tuondoke tukale chakula, nimeambiwa kiko tayari. Dada wa kazi kwa jina la Cynthia akawaandalia chakula hapa, na jamaa akasema hicho kinatosha, niwekee tu. Huyu dada yuko hapa kwa muda mrefu tangu amefariki marehemu mke wa huyu mzee. Huyu ndo ambaye amekuwa akiwahudumia hapa kwa muda wote, na hapa Steve anaonekana kufurahishwa na kuwa na amani tu, anapokea chakula hapa. Na huyu dada anasema, ninataka kwenda kulia jikoni. Akaambiwa, kwa nini ukalie jikoni wakati sisi ni wanafamilia? Ulitakiwa kukaa hapa uungane nasi kwa ajili ya kula pamoja. Dada wa kazi hajazoea hayo mambo, na huyu mzee anamwambia, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara kwamba wewe sio mdada wa kazi tena, wewe ni familia tena. Kaa hapa kula na sisi. Yes, ndicho ambacho kinatakiwa kifanyike. Nilishakwambia mara kwa mara. Sitaki hiyo habari, usiende kula jikoni. Dada akasema sawa, haina shida, basi ngoja nikuweke mazingira vizuri jikoni, alafu nitarudi kuja kula. Wakati wanaendelea kula, Steve akaanzisha story kwamba amekuja hapa nchini kwa ajili ya kupumzika, lakini baada ya muda anafikiria kurudi tena nje ya nchi. Lakini anasema, mzee, nimependa sana, umenipa zawadi ya gari zuri sana, lakini kuna kitu kinaniambia kwamba idea hii ya kunipa zawadi ile haijatoka kwako mzee, kwa sababu navyojua wewe sio mtoaji wa zawadi. Mzee anashangaa, hapana bwana, come on mzee, mimi nakufahamu kwamba wewe unatoa hela tu, sio mtu unayetoa zawadi moja kwa moja. Hivyo na uhakika Cynthia atakuwa amekusaidia kuamua au kukuchagulia zawadi gani uninunulie. Mzee akajikuna ndevu pale akasema, wewe umejuaje mwanangu kama kweli? Akasema, nilijua tu, yani nilijua mzee, wewe utoi kitu, wewe unatoa hela tu. Basi wakawa wanaendelea kuzungumza mazungumzo ya kifamilia na ya kirafiki, furaha ikiwa imetawala kati yao. Baadaye kidogo Cynthia akiwa jikoni anaendelea kuandaa chakula cha usiku, anakuja jamaa anasema, chakula kinanukia nyumba nzima. Haya mwanamke, unajua kupika wewe. Basi ikaonekana ni watu wenye furaha wanataniana. Sema lazima niwapikie jamani, niwapikie chakula kizuri. Mwamba ni kufunua tu masufuria pale kuangalia kilichopikwa. Anasema so delicious, inaonekana kabisa kitakuwa kitamu sana. Harufu yake ni nzuri sana. Anamsifia dada wa kazi, anajua kupika, na dada wa kazi kweli anaonekana ni mtu anayejituma sana, anapambana, na anamwambia kwa kweli, endelea kutupikia bwana, tunafurahi sana kwa ajili ya uwepo wako. Dada anasema, mimi ndio kazi yangu ile nileta katika hii nyumba. Steve akamuuliza swali hapa huyu dada, anamwambia, dada samahani kidogo na swali. Najua wewe ni msichana mzuri sana, ni mzuri sana kiukweli. Ulipaswa wewe umeolewa, upo kwenye familia yako, mbona haiko hivyo? Hebu niambie, shida ni nini sana sana? Akamwambia, okay, ngoja nikujibu sasa. Nitakujibu kwa njia ya swali. Mimi niko hapa nawapikia. Haya, kama nisingekuwepo mimi, nani angekuwa akiwapikia nyie?
Jamaa akakosa maneno, akasema haya bwana, umenimaliza, sina swali kabisa. Lakini ukipata mwanaume usisite kuolewa, shauri yako, umri unaenda. Oho, haya. Baada ya muda, Chief Williams anaonekana kama ni mtu anayetaka kutoka. Binti anamuuliza, saa unataka kutoka? Nimesha kuandalia chakula tayari, ungekula kwanza ndio utoke. Akamwambia, yes najua, lakini leo nina sherehe ya rafiki zangu, nitaenda kula huko, wala usijali, nitakula chakula cha kwenye harusi. Si unajua chakula cha kwenye harusi tena kizuri sana, kwa hiyo acha nitunze nafasi hii nikale kule. Bwana, kwa hiyo naelekea huko binti yangu. Vipi unavyoniona, nimependeza au sijapendeza? Sawa, umependeza sana. Nashukuru sana kama nimependeza. Unajua sisi huwa tunavaaga tu, hatujui. Kwa hiyo ukiniambia umependeza namna hiyo, basi nafurahi sana. Kama nimependeza, asante sana binti yangu. Basi baadaye acha niende kwenye hiyo harusi ya mtoto wa rafiki yangu. Leo kuna mazungumzo serious kidogo kati ya mtoto na baba. Steve anazungumza na Chief Williams. Anamwambia baba, hebu nisikilize kidogo. Nimekuwa nikikwambia lakini naona upendi kuambiwa hivi, lakini mama ameondoka, amefariki miaka mingi iliyopita. Mimi nafikiri ni wakati sahihi sasa wa wewe kutafuta mtu mwingine ili aweze kukutunza na umri wako. Katika uzee kama huu haipendezi ukaishi mwenyewe hivyo ulivyo, huzuni za mara kwa mara. Tafuta mtu ambaye atakutoa upweke. Nani amesema mimi ni mpweke? Naonekana kama ni mpweke hapa? Mimi sio mpweke. Ninaishi vizuri na ninajiweza kila kitu, ninajimudu, niko sawa sawa. Au unaonekanaje mwanangu? Nimekulea wewe na kukusomesha mpaka umefika hatua hiyo, una mafanikio. Nimekulea peke yangu, wala sihitaji msaidizi. Mimi mwenyewe natosha na ninajitosheleza kwenye kila kitu. Unajitoshelezaje mzee na una mke katika umri huo? Hauna kampani, umekuwa mpweke. Hicho ni kitu ambacho kila mtu anatamani kuwa nacho. Steve, baada ya mama yako kufariki, nilikubaliana na kila kitu. Nikasema sitaoa, zaidi ya kwamba nitakutunza na nitakukuza mwanangu, kukusomesha na kukufanyia kila kitu ambacho bila shaka nimeshakifanya mpaka sasa. Hiyo pekee inatosha kunipa amani ndani ya moyo wangu. Sihitaji kuoa mwanamke mwingine. Hicho ndicho nilichodhamiria. Kwa hiyo wala usiwaze mwanangu. Lakini hii mzee, ni kwa faida yako mwenyewe, ni kwa faida yako. Unahitaji mwanamke ambaye atakupenda na atakutunza wewe katika nyakati kama hizi. Mzee, unajua fika kwamba mimi sitaishi hapa. Sasa nani atakayekusaidia kwa ukaribu? Unahitaji kutafuta mtu. Bado mzee anaendelea kukomaa kwamba hataki mwanamke, hataki kuoa tena, huku akiwa na wasiwasi na aina ya wanawake wenyewe walioko mtaani. Jambo jingine, mzee anasema ni mzee sana. Anamwambia hamna shida, wala si sababu kwamba eti uoi kwa sababu ni mzee sana. Kuna watu wanaoa wakiwa wazee zaidi ya wewe. Sema tu utaki mzee, lakini mimi nitahakikisha kwamba tunapambana ili uoe. Huwezi kushindwa kuoa kisa umri. Kuna watu wanaoa katika umri tofauti tofauti. Basi mzee akasema, haya mwanangu, asante, nimekusikia. Naomba niache nifikirie kuhusu hilo afu nitakujibu. Sawa mwanangu. Baada ya muda, mzee akiwa amekaa na Cynthia anamwambia, mwanangu Steve anang'ang'ana sana, nataka mimi nioe tena, ambapo anadai kwamba nimekuwa mpweke, natakiwa kutafuta mtu mwingine kwa ajili ya kunifanya niwe na kampani. Amekuwa akisisitiza sana hicho kitu. Sasa hicho ndicho ambacho kinanifanya nimekuwa nikifikiria muda wote, nimekuwa nikiwaza. Nina mawazo mengi sana, kwa nini mwanangu anasema yote haya? Yaani nanichukua sana, nafikiria sana, pengine naonekana kama ni baba ambaye sina furaha mpaka sasa. Wewe unafikiriaje? Ni kitu kizuri kweli hicho? Chief, ninachokifikiria mimi, amewaza kitu kizuri, amewaza jambo zuri wala sio baya. Kwa umri wako unahitaji mtu ambaye atakuchunga, atakuangalia kwa ukaribu kwa ajili ya usalama wako mwenyewe na furaha yako. Lakini mimi nimekosa nini unachoniona wewe hapa ambacho nimekosa? Mbona kila kitu nakipata, upo wewe unanihudumia kwa ukaribu? Mimi ni dada tu wa kazi, nitakuhudumia kama dada wa kazi, lakini kuna mambo mengine Chief yanakuhitaji kuwa na faragha na mambo mengine ambayo yataleta kampani nzuri na amani moyoni mwako. Mimi nitasalia kama dada wa kazi, lakini kuna mambo ambayo yanakuhusu wewe na mkeo, masuala ya mipango ya familia. Ni vizuri utafute mtu Chief ambaye atakukea kwa ukaribu, atakushauri na atakuwa anawaza pamoja na wewe. Wow, wewe ni mwanamke mwenye busara sana na hekima. Mara zote nakiri wazi kwamba ninapozungumza na wewe Cynthia, najikuta tofauti sana na ninafurahi sana uwepo wako. Umekuwa ukinifariji na kunipa kauli ambazo zinanifanya kuwa na amani sana. Basi Cynthia akapenda sana. Baada ya kusifiwa hilo, mzee anasema, bana, nimepata mtu sahihi sana ambaye ananisaidia kwa ukaribu. Basi Cynthia akaomba aondoke akaendelee na kazi zake. Mzee
akachukua chai, akaendelea kupiga chai mdogo mdogo. Sasa leo wakiwa wanapata chakula cha pamoja kama familia, baba yupo hapa pamoja na Steve pamoja na Cynthia. Mzee anasema, mwanangu, nimefikiria sana, nimechukua muda mrefu sana kuwaza jambo ambalo ulikuwa ukiniambia mara kwa mara kuhusiana na swala la kuoa. Nafikiri sasa mwanangu, ni wakati sahihi, itabidi nioe. Wow, Steve ni kama aliyekuwa amesubiria sana hiyo taarifa kwa hamu. Wote walionekana kufurahishwa na hicho kitu. Mzee akasema, kwa ushauri wako mwanangu, yote uliokuwa unayaeleza yalikuwa ya muhimu sana. Ushauri wako ulikuwa wa maana na ushauri wako uliniingia kweli kweli, na nimekubali kwamba sasa itabidi tu nioe. Ninaoa kwa sababu naamini kuna umuhimu wa kuwa na mwanamke mwingine, wa kuwa na mke ambaye atanitunza na kuniangalia kwa ukaribu sana kuanzia sasa. Steve akasema, wow, hizi ni habari njema sana baba, nilitamani kuzisikia toka muda mrefu. Hatimaye baba amekubali kuoa. Umekubali baba kuoa? Cynthia, ni habari njema, si ndio? Ni kweli kabisa. Habari njema. Baba, hebu niambie, kabla kuna mwanamke fulani special yuko sehemu hivi tuanze mchakato wakati huu? Swali lilionekana kuwa gumu sana, ngumu kumeza, mpaka akalishushia na kinywaji kwanza. Akamwambia baba, come on, jibu basi. Mzee akawa anajiumauma hapa, ina maana hana mwanamke. Anasema, mwanangu, hapana, sina mwanamke yoyote, labda niwaombe mnichagulie kama wanawake watatu hivi, alafu nitaangalia cha kufanya. Jamani, wanawake watatu? Baba, unamaanisha wanawake watatu kwa ajili yako peke yako? Mwanangu, utakusema wote utawamudu? Ikaonekana ni swali lilowashangaza wote. Mzee anasema, kwani naonekanaje kwamba siwezi, au naonekana mzee sana kuamudu wanawake watatu? Cynthia akawa anatabasamu kiuongo na ukweli, anasema, au hujapenda Cynthia? Manake naona unapotabasamu ni kama hujapenda. Basi wakacheka wote, lakini mzee akasema, unajua nazungumza hivi kwa sababu moja, nahitaji kupata watu kadhaa ambao tutawassess ili tuweze kuangalia kama wanafaa kweli kuishi na mimi, kwa sababu swala la upendo au swala la ndoa linahitaji mambo mengi sana, si tu kuonana na kuoana. Kuna mambo fulani ambayo lazima muyaangalie kwa ukaribu kabla mjeingia kwenye ndoa. Hivyo mwanangu, ninavyosema nahitaji watu kadhaa, nahitaji watu kwa ajili ya kuangalia, kuwapima uwezo wao. Mwanae akaahidi kutoa ushirikiano, anasema, muda wowote baba, nipo hapa, nitakusaidia, usiwe na wasiwasi wowote. Nitapambana kuhakikisha kama ni wanawake tutawapata, ili waweze kuchunguzwa na tumpate mtu ambaye atakuwa sahihi kwa ajili yako. Hatuwezi kukuchagulia tu kila mtu, lazima tutafute mtu sahihi kwa ajili yako. Basi kijana wake Steven akazidi kumpa moyo na kuahidi kumpa ushirikiano mwanzo hadi mwisho, pale ambapo watahakikisha amepatikana mama mpya wa familia hii. Sasa mipango ikaanza. Steve akasema, baba, nina wazo hapa, nimewaza na huyu Cynthia, ututambulishe wote kwa hao wanawake watatu wote kama wafanyakazi wa ndani. Yaani mimi na huyu Cynthia ni wafanyakazi wa ndani, alafu wewe ndio baba kwenye hii familia. Baba akashangaa, akashindwa kuelewa kwa nini mwanae anashauri kitu kama hicho, kwamba eti awe ni mfanyakazi wa ndani badala ya kuwa mwanae. Mwanangu, umewaza nini? Nimewaza baba, taratibu tu utanielewa, ngoja nikupe mpango mzima ulivyo. Baba, sisi tukiwa kama wafanyakazi wa ndani watachunguzika kwa urahisi, watajisahau wakijua kwamba wako wenyewe na sisi ni wafanyakazi tu, hawatashtuka. Mzee aliambiwa hicho kitu kikamuingia, ikabidi akae chini kidogo. Basi mipango ikaendelea, wakapanga. Basi mzee akamleta mwanamke wa kwanza hapa nyumbani, mwanamke mlokole, anaomba kila wakati, ni Biblia mkononi, anaonekana ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Picha linaanza, mzee usiku analala naye huyu mwanamke hapa, lakini anataka unyumba. Kila akijaribu kumgusa bibi hataki, anamwambia hapana, ndio kwanza tumejuana leo na tupo kwenye hatua ya kuchunguzana ili tuoane, sitataka uniguse, samahani sana, sisi ni wachumba tu, hujawa bado mume wangu kamili kiasi cha kukuhudumia na kukupa unyumba huo unaotaka. Naomba taratibu tujuane kwanza, alafu tutakapofikia hatua nzuri ya kuoana ndipo tutapeana unyumba. Na naomba nikuelekeze kidogo, naona imani yako iko haba kwa Mungu. Mungu hapendi mambo hayo, anatusisitiza kwamba kiungo chochote ndani ya mwili wako kama kinakusumbua ni bora uking'oe, ubaki salama mbele za Mungu, kisiwe sababu ya wewe kukosana na Mungu. Kwa hiyo mimi ni msafi mwili wangu wote, sitaki uweze kunikosesha mzee, naomba utulie. Mzee naye anamwambia, imesisitizwa upendo pia katika vitabu hivyo hivyo unavyosema wewe. Ukizungumzia hayo hata mimi nitakwambia. Biblia hiyo hiyo inasisitiza upendo, watu waishi pamoja kwa amani
Sasa kwa nini wewe unazungumza hayo tu, mengine unayapotosha? Basi mzee alijaribu kubembeleza, lakini mwanamke anaonekana kuwa mzito na mgumu sana, yeye akidai kwamba ni kosa na hatopenda kufanya hayo kabla ya ndoa. Mzee akachoka, akaona hapa kweli nimeingia cha kike hapa. Chief, imeandikwa kwenye amri 10 za Mungu, tena amri ya 6, usizini. Tena imesisitizwa kabisa, tukifanya hivyo ni dhambi, Mungu hapendi, na sitaki tuingie huko, tutamkosea Mungu aliye juu mbinguni. Tafadhali naomba tulale. Basi mzee wa watu walikasirika, lakini hakuwa na namna yoyote, ikabidi tuavute shuka alale na upwilu wake, kwa sababu hebu fikiria, amefiwa na mke kwa muda mrefu, hajawahi kuwa na mwanamke toka afiwe na mkewe. Kuna mwanamke leo yuko naye ndani, alafu anakwambia hautakiwi kufanya naye chochote, usimguse eti mpaka muoane. Kwa hiyo mzee kwa kweli hii ilimchapa sana, yani ilimkata kweli kweli. Mwisho wa siku akaona basi isiwe noma, akaamua kujipumzisha tu, akavuta shuka na kujipumzisha, huku akisisitiziwa kwamba mkatae shetani, tena ukiri wazi wazi, shetani anakukataa. Mwanamke anaendelea kumsisitiza kwamba unapolala endelea kumkataa shetani, endelea kumkataa shetani, usilale bila kumkataa shetani naweka na mtu hapa katikati ili usipate nafasi ya kuingia kwangu huko. Mungu akusaidie mzee wangu, endelea kumkataa shetani, yani umkatae kweli kweli, hilo ni pepo na nitakuombea kesho asubuhi. Basi mama wa maombi ameingia rasmi. Mzee hata anapotaka kunywa juisi anamzuia, usinywe kwanza hiyo juisi, inabidi tufanye maombi. Si vizuri kabisa kula au kunywa chochote bila kukiombea. Kwa kweli inabidi tuombe. Haya, kama umenielewa, naomba tufumbe macho yetu tuombe. Mzee akafumba macho pale, kiuongo na ukweli. Chief William akawa amechoka kweli kweli, maombi yakaendelea pale, akawa anasubiri yaishe ili anywe juice. Yani akawa mpaka hata hamu ya kunywa juice yenyewe imeisha kabisa. Basi baada ya muda mfupi mbele, maombi akawa yametamatika sasa, na mzee Williams akawa anakunywa sasa ile juice, hata hamu mwenyewe hana. Sasa usiku mwingine ulipofika, bibi akawa anashusha maombi kweli kweli, sauti ya juu sana, anavunja shetani, moto, kanyaga, nge, nyoka, vunja shetani, yeye. Yani mzee mpaka akawa anashika masikio, yani anaziba masikio, haelewi, yani sauti ni kali sana, hata kulala anashindwa. Akaona isiwe tabu, amechoka sana na anashindwa kulala chumbani. Ameamua kuja sebleni, amelala kwenye kochi. Dada wa kazi Cynthia anamuona, anashangaa, mzee, kulikoni? Kuna shida yoyote chumbani kwako? Maana naona umelala sebleni. Chumbani kwako kuna shida gani? Maana naona umetoka kule umekuja kulala hapa. Bwana niache tu nipumzike hapa. Huyu mwanamke huyu changamoto. Nililazimika kukiacha chumba kwa sababu mwanamke alikuwa anaomba usiku wote, tena kwa muda mrefu kwa sauti kubwa. Yani nikajikuta nashindwa kabisa kulala kila nikijaribu. Na vile nilivyochoka nikaona ni bora nije nilale huko. Yani nisingeweza kulala kama ningebaki kule ndani. Chief, pole sana, naelewa ni kweli maombi yoyote yale lazima yawe na kiasi. Kweli kabisa unachokisema. Pole sana Chief. Sasa udhaifu mwingine wa huyu mwanamke mlokole, anakuwa analeta na wanawake wengine hapa nyumbani, wana maombi ambao wanasali nao na wanafanya maombi wote huko kanisani. Wanapiga makelele mengi na wanaomba hapa. Kwa hiyo wamepatumia hapa nyumbani sehemu ya makutano na kufanya maombi yao. Muda wote ni amen, yes, haleluya. Ndani ni makelele, huku wanakula chakula cha huyo mzee na kunywa juisi. Yani ni kama sehemu ya makutano, jambo ambalo analifanya bila kumshirikisha huyu mzee, yeye akiamini kwamba yuko sahihi. Kwa hiyo ni makelele hapa ndani, vyakula vinaliwa, juisi zinanyweka. Chief William anapotoka kazini anakuja kuwakuta watu hapo sebleni wamejaa tele, wamepatumia kama kanisa au ukumbi wa kanisani, ambapo wanapiga kelele nyingi sana, maombi na kuimba nyimbo za sifa sana. Hapa kelele nyumba nzima. Hapa chifu anamwambia kwa kumfokea kwamba umekuwa ukisoma Biblia mara kwa mara, mwanamke, kazi yako ni hiyo hiyo, ukiamka ni Biblia, unapoenda kulala ni Biblia, uchoki? Kweli? Chifu, unamaanisha kuchoka? Ndio, namaanisha kuchoka. Kuna mtu anachoka kusoma Biblia katika maisha haya ya leo. Nimeshamkabidhi maisha yangu Mungu, yeye ndio anayenijua. Kwa nini niache kusoma Biblia? Ni kama chakula nilacho. Ninapokula chakula na ninaposoma Biblia, neno la Mungu ni kama chakula kwangu. Siwezi kuchoka Chief.
Kama ni kweli unasoma hiyo Biblia yenyewe tu imesisitiza kila kitu na wakati wake. Sasa wewe unafanya kitu kimoja kwa muda mrefu na ni kitu hicho hicho kwa marudio, haiwezekani bwana. Lazima nikwambie ukweli. Uwe unajua muda sahihi wa kusoma Biblia, muda sahihi wa kunihudumia, muda sahihi wa kufanya mambo kwa ajili ya familia au kwa ajili ya nyumba. Wewe wakati wote upo na Biblia, unasoma Biblia. Ndivyo inavyosema Biblia namna hiyo. Sasa wewe muda wote unasoma Biblia, wakati wote ni mtu wa Biblia tu, kila wakati. Sasa wewe utanihudumia saa ngapi mimi? Muda wote ni Biblia, vitabu, Yesu, Bwana, kanyaga shetani. Mimi utanihudumia saa ngapi chief? Yaani unamaanisha kukosa imani namna hiyo kweli? Sijasema nakosa imani. Chief, unaonekana kabisa wewe una matendo ya kukosa imani. Yaani mimi kusoma Biblia kwako ni kero. Mwanamke bado aliendelea kumshikilia Yesu na kuwaleta wanawake wengine hapa nyumbani. Wao wanadai kwamba eti wamekuja kujifunza neno la Mungu pamoja na kuomba pamoja. Chifu anaingia kwa mara nyingine tena, anawakuta wale watu. Safari hajasema chochote, hata walipomsalimia hajaitikia. Mwisho chifu pamoja na mwanae wakamtafutia vijisababu huyu mwanamke hawezi kuondoka hapa. Kiufupi hawajamkubali, wamemwambia aende alafu watafanya taratibu za kumchumbia ili aje kuwa mke kamili. Sasa kabla hajaondoka akawasii wafumbe macho ili waombe. Kweli nao wakapretend pale, wakafumba macho wakaomba pale, Bwana ninakuomba uweze kufanikisha kila kitu kiende sawa. Baada ya kumuondoa yule mwanamke pale nyumbani, wanaonekana wanapongezana huku akisema hapana, haiwezekani. Yule mwanamke bwana, hapana. Hata kama ndo kuomba amezidisha, baba sitaki. Aina hii ya mwanamke atakuchosha sana huyu. Haiwezekani. Maombi kila wakati, kazi yake, majukumu yake, atafanya saa ngapi? Basi wakawa wanajadiliana na wakaonekana kama kufurahishwa na kama wametua mzigo mzito sana baada ya mwanamke huyu kuondoka, lakini wanasema hapana, aina ile ya mwanamke haiwezekani. Hapa tufikirie tu kupata mwanamke mwingine ambaye atakuja kuchukua nafasi yake. Huyu bado sijaona. Haiwezekani mtu wewe unaomba tu muda wote. Haiwezekani hicho kitu. Basi hapa mjengoni leo mzee amemleta mwanamke mwingine ambaye anaonekana ni mdogo Slay Queen, anayependa maisha mazuri, wa kupendeza sana, mtu ambaye anang'aa, mrembo. Baby, umesema hapa ni kwako? Ni kwangu. Wow, ni pazuri sana, mazingira mazuri sana, na inaonekana kabisa kwamba mahali hapa hawezi kukaa mtu ambaye hana hela. Naamini bebi wangu utakuwa unamshika huko vizuri. Yaani nimeingia kwenye familia za kitajiri, na furahi kuwa hapa. Bila shaka nitaenjoy maisha ya hapa. Basi mapema tu huyu dada akaonekana ni mpenda pesa, mpenda maisha mazuri, na sidhani kama kuna upendo wa dhati ndani yake. Anyways, tuendelee kuitazama, lakini hapa tu inaonekana huyu dada ni anavutiwa na mali, anavutiwa na fedha. Sidhani kama kuna upendo ndani yake. Wakaja sasa Steve pamoja na Cynthia. Mzee akawatambulisha kama wafanyakazi wake wa ndani, kwamba hawa ndio wanaonisaidia kufanya kazi hapa ndani. Huyu Cynthia ni mpishi jikoni, lakini huyu ni mfanya usafi hapa ndani. Baby, nafurahi kuwafahamu, nimekuja kwenye familia mpya. Akampiga busu mzee. Baada ya muda inaonekana mzee amemhudumia vizuri mwanamke, kampeleka shopping, kanunua nguo nzuri. Mwanamke analinga hapa baada ya kupelekwa shopping na kununuliwa nguo nzuri, analinga kwa mzee kwamba unaona baby, mimi nafaa kupendeza, natakiwa kuhudumia. Basi wakawa wanatoka sana tu, dina za kutosha. Hii yote ni kufurahia good moments pamoja. Na ni mara nyingi sana mwanamke amekuwa akiomba kupelekwa maeneo mbalimbali ya starehe, maeneo yenye gharama kubwa, ili aweze kuenjoy maisha yake. Leo mwanamke anajilizaliza hapa, mzee anasema unalia nini baby? Huwezi amini mamangu anaumwa sana. Mamangu yupo hospitali, wamesema hawawezi kumtibu mpaka atoe hela. Yaani kwa kweli najisikia vibaya, si nitafanyaje sijui. Mamangu asije akanitoka, bado nampenda. Akamwambia yupo hospitali. Sasa itakuwaje? Yaani ndio hivyo chifu, yaani sielewi nafanyaje. Wamesema ni kwamba lazima ipatikane hela. Haya, pole mpenzi. Mimi niko hapa kwa ajili yako, au nafikiri niko hapa kwa ajili gani? Usilie wala usiwe na huzuni. Pesa ambayo unaitaka mimi nitakupa ili mama yako aweze kutibiwa, unasikia? Sawa chifu, sawa. Nitakupa hela wala usijali. Na ukiwa na mimi ondoa huzuni. Nitakusaidia. Kweli? Utanisaidia kweli? Nakupenda kweli. Usijali baby, mimi nitakusaidia. Wewe upo kwangu sasa. Mimi nitahakikisha dhamana ya kila jambo lako. Sawa? Huna sababu ya kulia tena ukiwa nami. Nitapambana kuhakikisha kila kitu chako kinakwenda sawa sawa. I love you.
I love you too baby, asante sana. Ndio maana nakupenda wewe, mwanaume unajali sana. Basi mwanamke huyu kila wakati yeye akikaa na chifu ni kuomba pesa tu, anatangaza shida hii ikitoka hii ikisoviwa ni nyingine. Leo tena anaomba pesa kwa huyu mzee. Mzee anamwambia pesa ya nini? Anasema samahani, najua na kukwaza, ni kwamba ni kodi yangu kule ninakokaa imeisha, ni zaidi ya mwezi sasa, naomba unisaidie. Jamaa anasikiliza, anajifanya anafanya usafi hapa, kumbe anasikiliza na ndo anafanya upelelezi wake kumwassess mwanamke. Mzee anasema imeisha ni kama kiasi gani? Kama 2,200,000 hivi. Jamaa anashangaa 2,200,000? Baby, 2,200,000. Mwamba naye anafanya usafi kama asikii, kumbe anasikia. Basi usiwe na shida, mimi hiyo 2,200,000 nitakupa leo. Chief, unasema kweli? Nitakupa leo, wala usijali, wala isikufanye uwe na huzuni. Kijana wa chifu anashangaa sana kuyaona haya. Basi baby anamkumbatia kwa sababu ameshataja fedha. Hata kitambi tena sio issue, yani kitambi kinasifiwa kwa sababu ya pesa. Basi mahaba tele, ujue tayari shaidiwa pesa hapo, ni mahaba tu, hakuna jambo jingine. Lakini ukijaribu kutazama unaona kabisa mwanamke ni kama hana mapenzi ya dhati, yeye anachotaka ni fedha. Mubaba wa pesa yupo mbele yake, atafanya nini zaidi tena zaidi ya kuchuna tu. Baada ya muda Steve anamwambia baba yake, bwana, mwanamke ni mzuri sawa, lakini namuona kama anapenda sana vitu. Kwani ni shida? Asijasema kama ni shida, yawezekana unampenda kweli, lakini ni mtu anaye demand sana pesa. Kila ukikaa naye ni fedha fedha fedha, yani yeye mazungumzo yake yote ni fedha tu, kila wakati ni fedha ni fedha ni fedha. Atakufaa kweli? Baba akasema hamna shida. Akasema kweli baba anaongea hivi kwa sababu upendo wa kweli unaonekana upo mbali sana. Kweli mwanangu, unamaanisha kwamba hanipendi, anapenda pesa zangu? Lakini hamna shida, anayoyasema ni mambo ya kawaida tu ambayo mimi kama mwanaume wake nina jukumu la kumtimizia. Fedha anazoomba ni fedha ambazo ziko ndani ya uwezo wangu, wala siwezi kushindwa kumtimizia. Mimi nina pesa mwanangu, niko vizuri sana, nimeiwekeza na hela nyingi sana. Kwa hiyo mtu akiniomba shilingi 2,000,000, pesa ndogo ndogo kama hizo nitashindwa kumpa, na ni mwanamke wangu ninampenda. Na kuhakikishia wala hivyo kwangu sio tatizo. Huyu ni mama yako mtarajiwa, na kuahidi mwanangu, huyu ndio mama yako. Haya baba, mimi na wasiwasi tu juu ya mambo yako, lakini kama umeridhia sawa. Leo mzee akiwa chumbani na huyu bibi anaonekana kutotosheka na penzi, anataka tena, lakini mzee hataki. Anasema mimi nimechoka tayari, nimeshakupa. Bibi anasema sitaki, mimi nataka tena, yani sitaki uniache hivi hivi, mimi bado. Anamwambia tulale bwana, mimi mwezio nimechoka sana, alafu damu yangu mimi ya kizee, wewe mwenzangu damu changa, utaniua wewe mwanamke. Mimi sitaki bwana, mimi nataka tena. Yani mwanamke anahitaji zaidi kuliko hata uwezo wa huyu mzee. Mzee anasema usijali, nitakupa kesho bwana, leo nimechoka. Mwanamke akalala kwa hasira kabisa kwa sababu hajatimiziwa wala kukatwa kiu yake ipasavyo. Siku nyingine tena mwanamke kaoga vizuri, kajipulizia marashi ili aweze kuja kumfurahisha mzee kitandani. Amekuja hapa anakuta mzee anakoroma tu, hana habari. Kila kimtingisha kumwamsha mzee hataki aamki, na yeye ana shida naye, ana upwiru wa hali ya juu. Anajishangaa tu, yani kwamba mimi kweli sasa napata nini kutoka kwa huyu mzee zaidi ya fedha. Anamlaumu mzee, amka basi hata kidogo mwenzio, mimi nataka, kwani wewe unalala namna hii? Mzee ana habari sasa, bado anauchapa usingizi, anakoroma. Mwanamke anakasirika sana yani, kwa sababu yeye anataka damu changa, damu inaruhusu. Basi akaona isiwe kesi, akatoka mle chumbani moja kwa moja, akatoka nje. Alipotoka kule ndani akaja jikoni, kamkuta Steve, akaanza kumsemesha, Steve, unajua wewe ni handsome, alafu mbona kama ufanani maisha ya kuwa kama mfanyakazi. Steve ndo akawa anajieleza, amna, mimi ni mfanyakazi. Anaulizwa sasa, ufanyakazi wako mbona kama umekuwa smart sana, yani unanukia, unaonekana kuwa ni mtu unayejipenda sana. Steve hapa anajieleza tu, anajimaliza, unajua ni kweli mimi ni mtu tu ninayependa usafi na nini. Huyu dada lakini kilichopo hapa ni kama ameanza kumpenda au kumtamani kijana wa mzee. Yeye anajua kama ni mfanyakazi tu hapa ndani. Basi ametoka huko ndani, ujue ana hamu zake na hajapewa chochote na yule mzee. Lakini Steve ni kama amemshtukia, ameamua kuteleza, kamwacha mataa.
Jamani, nikimpata kijana kama huyu nitaenjoy naye. Kijana handsome boy, anaonekana iko vizuri, anafaa kabisa kwa matumizi huyu. Kweli hili jambo alikuishia hapo. Mwanamke alikuwa amedhamiria kwamba lazima amtunuku penzi mfanyakazi wa ndani, yeye akiamini ni mfanyakazi wa ndani. Kwa hiyo anasema hamna mtu ambaye anatuona, chifu ameshaenda kazini, naomba unipe basi kidogo tu, nisugue kidogo, naomba unipe. Unajua chifu hamna anachonipa, yani mimi na enjoy fedha zake tu, yeye mwenyewe exactly hamna kitu ambacho ananipatia kitandani. Kwa hiyo wewe utakuwa unanisugua, sawa, utakuwa unanipa kile kitu roho inapenda. Jamaa anashangaa. Kwa hiyo mimi mzee wangu ampendi huyu, zaidi tu ni kwamba anataka fedha zake. Binti anajimaliza, unajua wewe ni kijana mzuri, naomba unipe sijui na nini na nini, anajilizaliza hapa, anataka tu penzi la huyu kijana. Kijana anashangaa, kwa hiyo kumbe huyu binti ampendi baba yangu mimi, anataka fedha zake tu. Ndio akawa anaona sasa hapa, na ameshajua tabia ya huyo binti, manake ni binti mwenye tabia za kimalaya, ni binti mwenye kuhitaji fedha tu kutoka kwa mzee, bado ana ujana mwingi, hamna lolote ambalo amehifadhi kwenye moyo linalohusiana na masuala ya upendo zaidi ya tamaa ya fedha, na jamaa bado anaendelea kumtolea nje. Yani yeye anachokitaka ni kwamba apate penzi la huyu mwamba Steve. Steve anaendelea kumtolea nje. Kumbuka ni kwamba yeye sio mfanyakazi. Ukweli ni kwamba yeye ni mtoto wa huyo mzee. Kwa binti kila kijaribu kutaka kumshawishi ili apate penzi la huyu kijana, lakini kijana anamkataa. Kumbe anaendelea kumpeleleza na kuendelea kusikia zaidi yale ambayo binti anaendelea kuyafunguka ama kuyaeleza. Kwa hiyo ameshapata ukweli kwamba hapa hakuna mapenzi, hapa ni kwamba binti anataka fedha tu. Baada ya kuonekana kijana ni mgumu, binti anamtolea maneno ya shombo. Yani wewe unajikuta nani kwanza? Yani unajionaje? Yani wewe ni mzuri kiasi gani? Yani mimi nakushika ili nikupe penzi na kutunuku penzi bure, kijana mwenyewe mfanye usafi tu hapa ndani, una lolote hivi nilivyo kweli wewe kunikataa mimi? Yani mfanyakazi wa ndani unayenuka kama wewe, kweli unashindwa mimi kunipa penzi naye kupa mwenyewe, yani na kutunuku mwenyewe? Sitaki. Nimesema sitaki. Mara oni ikasikika, kijana akatoka haraka na chombo chake cha usafi pale ili asije akakutwa na bosi. Kumbuka anaigiza tu yeye kama mfanyakazi, kumbe ni mtoto wa huyu bosi. Binti anajiseti pale ili mumewe akija asione kama kulikuwa kuna kitu cha ziada. Wewe mwache tu, nitampata tu. Haiwezekani mimi mwanamke mrembo kama hivi, kijana mfanya usafi anitolee nje mimi? Nitafanya kila njia atanipa penzi. Usiku unapoingia bado binti anataka penzi la mzee. Mzee anakuwa amechoka sana kutokana na harakati zake. Kwa kila akijaribu kumtingisha, kila akijaribu kupapasa, lakini mzee wa watu wapi? Amelala fofofo, anakoroma. Binti anakwazika sana, inamkata kweli kweli. Yani anakasirika sana. Amelala na mtu kama picha kwa sababu hatoi penzi. Yeye anatoa pesa tu. Pochi yake inafunguka kwa urahisi zaidi kuliko zipi ya suruali yake. Yani amelala ni anakoroma. Siku ya pili baada ya mzee kuondoka pale nyumbani kuelekea kazini kwake kama kawaida yake, huyu bibie akamuita kijana Steve kwenye chumba ambacho analala yeye na mwanaume wake yule chief. Kwa hiyo akamleta hapa. Unajua umenikataa sana, sasa leo naomba unipe penzi. Kamlaza pale afu akampandia kwa juu, yuko tayari kuikatikia pale. Kwa hiyo ameshajiandaa. Leo Steve ni kama hana upinzani kabisa. Mara chifu akawa ameingia ghafla pale. Nilitaka nishangae, Steve hana upinzani kabisa leo. Kumbe alishatengeneza mtego. Hiki kilichotokea manake ni Steve mwenyewe alitengeneza mtego yeye na mzee wake kwamba mwanamke wako ananitaka. Sasa ngoja nikuonyeshe leo jinsi alivyo tayari kutaka kulala na mimi. Mzee ndo anakuja kusanuka kwamba kumbe wewe ni mwanamke shetani namna hiyo. Nimekuwa nikikuona wa maana na kukuhudumia, pesa zangu nakupa. Kwa hiyo lengo lako kutumia pesa zangu, lakini penzi unawapa watu wengine, si ndio? Shetani amenipitia, naomba unisamee sana, naomba unisamee, sitarudia. Hapana, siwezi kukusamee. Kweli chief, naomba unisamee. Ni shetani ndo alinipitia, tena yeye ndo alikuwa analazimisha kutaka kuniingilia kwa nguvu, ataka kunibaka huyu. Wewe toka hapa wewe, nani akuingilia kwa nguvu? Kweli chief, naomba unisamee. Mimi sikukusudia kitu kama hicho, alikuwa anataka kunibaka. Wewe sikiliza, huyu unayemsema, hebu nikwambie sasa ukweli. Huyu unayemsema ni mwanangu. Ni mwanao chief? Yes, huyu ni mwanangu. Huyu sio mfanyakazi wa ndani kama nilivyokutambulisha. Usichokijua ni kwamba tulikuwa tunakuchezea mchezo tu ili tujue tabia yako.
wote hapa sisi tunajua huu mchezo uliokuwa unaendelea. Kwa hiyo umeingia kingi mwenyewe, chief nisamee, samahani, naomba nisamee. Chifu akitaka kuelewa ikabidi amtimue moja kwa moja pale. Yaani huyu mwanamke tena anaonekana hafai moja kwa moja, ikabidi wamtimue kwa ajili ya kuangalia uwezekano wa kumleta mwanamke mwingine, kwa sababu huyu tena ameshaonekana hafai. Mwanamke wa tatu ndio huyu, mwanamke mwenye mbwembwe, mwanamke ambaye anaonekana anajiweza bwana, yuko vizuri, sio mnyonge kama wengine, njaa kali kama wengine. Yeye amekuja na ndinga lake, yani ya kwake kabisa hii, kutokana na biashara zake na harakati zake. Ni mama fulani hivi ambaye yuko vizuri, anajimudu, hela ipo. Wakati huo Chief William, Steve pamoja na Cynthia walikuwa wametulia hapa, wanamsubiri mwanamke huyu ambaye ameonekana kuingia kwa mbwembwe sana eneo hili. Wakampokea na akaanza sasa maisha rasmi kwenye nyumba hii. Muda wote mwanamke huyu anaonekana anawaza fedha tu. Hata anapokuwa anakaa na mzee hapa, anakuwa anapiga stori za hela tu. Yeye anazungumzia zaidi uwekezaji, anazungumzia zaidi hisa kwenye makampuni. Kwa hiyo hayo ndio mambo yake ambayo anazungumza na mzee. Amekuwa akitoa mawazo ya biashara, amekuwa akimshawishi mzee kuwekeza kwenye makampuni. Anaonekana ana madini sana kwenye upande wa fedha, na huko ndiko interest zake zilipo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anawaza masuala ya fedha tu. Changamoto nyingine kwa huyu mwanamke, anaonekana ni mtu mwenye hasira sana, anafokea sana wafanyakazi, anaonekana kama ni mtu fulani mwenye shari sana. Anamuita mfanyakazi, anamfokea kuhusu chakula, bado anafoka kuhusu usafi humu ndani. Yani ni mtu ambaye mara kwa mara amekaa kisharishari. Hata wanapojaribu kujitetea anawaambia ndio nini, yani kama chakula bado mpaka sasa hivi. Nini shida? Gesi ilikuwa imeisha. Msiniambie mambo ya gesi imeisha. Hivi nyinyi mnajua kwamba humu ndani mnatakiwa mfanye kazi? Mimi sitaki, nitawatimua kazi. Nyie hebu mjiangalie, sawa? Kama nimeingia mimi kwenye nyumba mtanyoka, tokeni hapa mkaandae chakula, na kwenye usafi mfanye usafi vizuri. Sawa? Madam, sawa, ngoja nitapambania. So nitapambania, fanya hivyo. Umeajiriwa kwa ajili ya hiyo kazi. Usiniletee upumbavu mimi. Nitawafukuzeni humo ndani. Lakini bosi alisema vyakula atavileta baadaye, vingine vimeisha. Kwa hiyo sasa tutafanyaje? Pumbavu mkubwa, ole wenu, toka hapa. Usiniletee mambo ya kishamba. Usiniletee mambo ya kishamba, hebu ondoka hapa. Hakuishia hapo, leo anamnasa kibao Cynthia kisa tu amechelewesha chakula. Hili likawa kosa jingine. Kwa kweli kwa kosa hili alishindwa kabisa kusamehewa. Humu ndani akawa ndio tiketi yake ya mwisho, naye wameshindwa kumvumilia. Hatimaye wakamtimua. Sasa Cynthia baada ya kupigwa na yule mama akawa ameondoka pale nyumbani. Mzee akafanya jitihada za kumtafuta na kumwomba msamaha kwamba arudi ili aendelee kuwa pamoja na wao katika familia. Cynthia akasema siwezi kurudi tena, mimi nilikuwa house girl kwenu, lakini usichokijua ni kwamba niliakti kuwa mwema sana kwa siku zote, na niliamua kushuka na kuwa mfanyakazi mwema na mnyenyekevu. Mzee akamwambia najua hiyo, na umekuwa sehemu kubwa sana ya maisha kwenye familia yetu, na tunatamani uendelee kubaki, tunathamini mchango wako, na zaidi sana natamani urudi tena katika ile nyumba. Safari hii sitaki urudi kama house girl, nataka urudi kama mke. Nimekuchagua na ninaona unafaa kabisa kuwa mke wangu, tafadhali kubali. Akasema chief, unachokisema ni kweli, kama kweli unataka nirudi, lakini sioni hicho kitu, kwa sababu ujue nini, tangu mwanzo mimi nilikuwa nikikuonyesha mapenzi, nimekuwa nikifanya kazi katika nyumba yako kama mtu ambaye nafaa kupendwa, lakini hukuona. Chifu akasema nimetambua hilo, na natamani sasa urudi katika ile nyumba kama mke wangu. Nimeamua sasa nikuoe wewe, ambaye unanijua vyema toka muda mrefu, unafahamu njia zangu, unafahamu nilikotoka. Nimekuwa na wewe toka ukiwa kidogodogo mpaka sasa umekuwa mtu mzima unayejitambua. Natamani sasa nikuoe wewe. Naomba ukubali, usikatae. Please. Naomba uje nyumbani, naomba urudi nyumbani ili mimi nikuoe wewe. Nimegundua ni mtu mwenye thamani sana katika maisha yangu. Chifu akawa amerusha ndoana nyingi sana. Unajua pale nyumbani, nyumba ina upweke, yani ilishazoea uwepo wako. Tumegundua umuhimu mkubwa wa kuwa na wewe pale nyumbani kuliko chochote kile. Yani unahitajika kuliko unavyodhani.
tunaomba urudi. Kwa uungwana wa udada, naye akaomba msamaha iwapo kuna sehemu amemkosea Chief katika maisha yote, lakini alitamani baada ya kuachana naye hapo sasa aendelee na maisha yake mengine, asirudi tena kwa Chief. Chief akazidi kusisitiza na kuzidi kuomba kwamba asimfanyie hivyo, arudi tu nyumbani pale. Safari hii si kama dada wa kazi, bali ni kama mke wa familia, mke wa nyumba, mke wa Chief, Mrs. Chief. Cynthia akasikiliza sana kwa umakini, akakosa ujasiri wa kumkatalia huyu mzee ambaye alisisitiza sana kwamba anataka kumuoa wakati huu, akubaliane naye. Basi akalegeza moyo na kukubali. Cheleko harusi tunayo, bila shaka ndicho kifuatacho. Mzee akafurahi sana baada ya kumpata Cynthia, akamvisha pete pale ya uchumba ili kuweza kufunga naye ndoa. Wakati huo Steve alikuwa pembeni akifurahia na yeye kama shuhuda, akipiga makofi ya furaha, na kisha wakakumbatiana kwa upendo kabisa. Huu ndio unakuwa mwisho wa movie yetu. Asante sana kwa wewe ambaye umefuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kwa maoni ulionayo usisite kuandika hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Unaweza ukashare kwa watu wengine zaidi ili waweze kupata pia kile ulichoburudika nacho. Mimi ni Lungu TZ, naamini ya kwamba tuko pamoja sana na utaendelea kufuatilia. Kaa karibu na peji hii mara kwa mara kwa ajili ya mengi ambayo yanakuja. Hadi wakati mwingine, chao.